mkuu wa mkoa anathubutu kutamka maneno ya kikatili kwa mama mjamzito mwenye uchungu wa kuzaa. Mama moja ananipigia simu. Eti baba, nimeambiwa hapo hospitali wameishiwa gloves, wameishiwa vifaa vitakavyonisaidia mimi kujifungua. Wamesema nilipe shilingi 50,000 ili nichangie kwenda kununua vitu vitakavyosaidia mimi kujifungua. Mkuu wa mkoa, hii ni haki hii? Nikamwambia mama, pole sana. Kwanza hiyo sio haki. Wamekujibu wapi? Akasema hospitali fulani. Nikamwambia safi. Toka nje, chukua bajaji, nenda zako nyumbani. Kamwambie mmeo achukue kisu na mikasi akusaidie kujifungua. Mkuu wa mkoa kuzungumza maneno kwa mfano haya, haijalishi ni lini ulizungumza, kwa sababu ni wewe, nawe ni kiongozi wa watu. Unazungumza maneno yanaonyesha ukatili wa moyo ulionao, ubaya wa moyo ulionao. Mtu usiyefaa kuwa kiongozi wa watu. Ikiwa watu kwa dhamana yao wamekuweka wewe mbele yao kwa niaba yao, unakuwa na uwezo wa kuzungumza maneno ya makufuru kiwango hiki, ya ukatili kiwango hiki. Yani kana kwamba ni mtu usiye na ndugu wa kike, ni mtu ambaye hukuzaliwa na mama. Unazungumza maneno makali namna hii. Wewe unafikiri kila mmoja na kipato kinachofanana na wewe? Wewe kwa mwezi unaweza ukapata fedha, mshahara na marupurupu na vitu kadha kadha sio chini ya shilingi milioni 4, lakini kuna mtu hiyo 50,000 anaihemea mwezi mzima. Lakini unazungumza maneno ya kikatili sana. Hiyo 50,000 ambayo wewe unaweza ukaitumia kwa mlo mmoja, kuna mtu hiyo 50,000 anaibudget karibu kwa mwezi mzima. Maneno ya namna hii unayatoa kwenye kinywa chako, mkuu wa mkoa. Mtu ambaye utakiwa kuwa na ujuzi wa kuzungumza vizuri mbele za watu, mwenye ujuzi wa maridhiano, mwenye ujuzi wa kuweka watu pamoja, mwenye ujuzi wa kutoa ushauri na saa. Unazungumza maneno ya kikatili namna hii, mtu anakuuliza. Inakuwa inanisikitisha sana kwenye nchi ambayo ina madini mengi, ina madini ya Tanzanite, madini ambayo hayapatikani duniani kote zaidi ya Tanzania tu. Sasa hospitali kuna kusikanaje vitu vidogo kama gloves, vifaa vya kumsaidia mama mjamzito? Vitu kama hivi vinashindwaje kuwekwa kwenye budget ya msingi, vitu vya msingi? Afya ndio jambo la kwanza kwa kila Mtanzania, ilitakiwa iangaliwe sana. Kabla iangaliwe elimu, lazima iangaliwe afya kwanza, kwa sababu mtu huyu hataweza kwenda kufundisha au kwenda kusoma ikiwa na afya mbovu. Afya ndio kitengo au eneo la kwanza ambalo ilitakiwa litazamwe kwa jicho la karibu na bajeti kubwa iingie hapo. Lakini mgonjwa anaenda akatoe fedha kwa ajili ya kupata huduma kwenye nchi tajiri, anatoa kodi. Kodi yake ilitakiwa itumike kwenye eneo kama hili, lakini licha kwamba anatoa kodi bado anatakiwa atoe na fedha zingine. Huu ni ukatili sana, ni maneno ambayo ni yanatia uchungu sana. Uwe tu ni mtu ambaye labda una akili, yani ni zombie, ndio unaweza kaona ya maneno kwamba hayana makali yoyote. Lakini kwa watu wenye akili timamu, tunaona mtu huyu hastahili kwa kiongozi. Lakini niseme neno hili, ogope teknolojia na muogope Mungu. Kuna siku anakuja kusimama mtawala na kuambia, kwa mfano mimi hapa nije niwe mtawala, niwe kiongozi wa juu kabisa. Yani sitahitaji msaada wa Mungu, nitakuwa nikitafuta tu nani aliwahi kufanya nini. Kwa mfano hivi, mkuu wa mkoa wewe wa Dar es Salaam Chalamila, umeongea maneno ya kikatili kama hayo, uwe una mvi, umezeeka, unatembelea mkongojo, yani nakwambia utalipia hiyo kwa mauti yako au kwa mali zako. Kama sivyo, hata familia yako itaingia kwenye taabu kwa sababu ya maovu uliyoyafanya wewe. Kama kiongozi utakiwa uwe faraja kwa wananchi, ulitakiwa uwe matumaini kwa wananchi. Mpaka mtu anakupigia simu, ina maana ameona kwamba wewe waweza kuwa tumaini lake, waweza kuwa msaada wake. Sauti yako inaweza ikabadilisha hali ya mambo. Sauti yake inaweza ikamuokoa kwenye mazingira namna hiyo. Unafahamu uchungu wa kuzaa wewe? Unafahamu uchungu wa mama kuzaa? Unafahamu? Umeshawahi kuona?
Katika hali hiyo mama huyu aweze kutoa 50 tena, afu namwambia maneno makali namna hiyo, unategemea aweze atoki hapo akiwa ana moyo wa aina gani? Kuna haja ya kufanya marekebisho kwenye mambo mengi sana. Nchi yetu isiwe hivi, isiwe hivi, isiwe hivi. Mmekuwa vinyonga, watu msioeleweka. Wakati wa Magufuli Rais Chamila ulikuwa ni mtu ambaye unaonekana ni kama mwema, ni kama mtakatifu sana. Lakini umeingia kwenye utawala, umebadilika kabisa, yani umekuwa sio mwanadamu tena. Kiwalisia hata shetani anaweza kawa anasikitika kwa jinsi mlipo makatili kumzidi hata yeye mwenye shetani. Biblia katika kitabu cha Maombolezo ya Yeremia sura ya 5 kuanzia mstari wa 1 anasema: E Bwana, kumbuka yaliyotupata, utazame na kuiona aibu yetu. Urithi wetu umegeuka kuwa mali ya wageni, na nyumba zetu kuwa mali ya mataifa. Tumekuwa yatima waliofiwa na baba, mama zetu wamekuwa kama wajane. Tumekunywa maji yetu kwa fedha, kuni zetu twauziwa. Watufuatiao wako juu ya shingo zetu, tumechoka tusipate pumziko lolote. Tuko ndani ya nchi yenye utajiri mwingi, lakini tunaishi tukiwa maskini sana. Kwa sababu tu hakuna usimamizi mzuri wa rasilimali, hakuna usimamizi mzuri wa mapato. Mikopo inazidi kuongezeka, deni la taifa linazidi kuongezeka, lakini wakati mnazidi kukopa hamuangalii mianya ya fedha inakotokea. Mkiziba mianya ya fedha inakotokea, yani mnachokuwa mnakifanya ni kuchota maji kutia kwenye kapu. Mnachota maji kwenye mto mnatia kwenye kapu. Msitegemee hilo kapu litajaa. Kama ni kwenye ndoo mnatia kwenye ndoo iliyotoboka, msitegemee kama itajaa. Maji yote yatavuja kupitia lile tundu. Lazima muangalie kama watawala ni mianya ipi ambayo inavujisha fedha. Ni maeneo gani ambayo fedha inapelekwa pasipo uhitaji. Yani haikutakiwa iende hapo lakini inapelekwa. Maeneo gani usimamizi ni mbovu wa mali, matumizi yanasomwaje, matumizi yanakuaje. Kama kipato kinakuwa kidogo, matumizi makubwa, msitegemee kama kutakuja kutokea manufaa ya mapato na rasilimali tulizonazo. Nchi imezungukwa na utajiri wa kila aina, lakini mkuu wa mkoa anathubutu kutamka maneno ya kikatili kwa mama mjamzito mwenye uchungu wa kuzaa kwamba apande bajaji aende kwa mume wake akanunue mikasi na visu amsaidie kujifungua. Kwenye nchi ya kwake mwenyewe anaishi kama mtumwa. Inaumiza sana na kusikitisha sana. Angalieni muone kwamba kuna sababu ya kurekebisha haya. Ikiwa na uwezo wa kuzungumza maneno ya kikatili namna hii, ni ishara moyo wako umejawa na ukatili sana. Haufai kuwa kiongozi mtu wa namna hiyo.